Habari mpenzi mtazamaji wa DCA TV, karibu. Leo hii tutakuwa na mada itajikita kwa kina kuzifahamu dawa za kulevya. Naitwa Daniel Kasokola, mwongozaji wa kipindi hiki. Leo hii katika studio zetu za DCA TV tumebahatika kuwa naye Dr. Peter Patrick Mfisi, kamishna wa kinga na tiba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Karibu Dr. Patrick Mfisi. Kwanza ujitambulishe, lakini pia baada ya kujitambulisha utaeleza majukumu. Nini majukumu yako katika division ya kinga na tiba? Karibu. Asante. Kama ulivyojitambulisha, mimi naitwa Dr. Peter Patrick Mfisi, ni kamishna wa kinga na tiba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kabla sijaeleza majukumu yangu, labda ningeeleza kwa ujumla, kwa ufupi tu, kwamba taasisi yetu hii yenyewe kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inapambana na dawa za kulevya nchini Tanzania. Lakini katika kupambana na dawa za kulevya tumejiwekea mikakati. Mikakati hiyo ni kwa mikakati minne. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapunguza uingiaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, ambayo tunaita supply reduction. Lakini mkakati wa pili ni kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, ambao tunaita demand reduction. Lakini mkakati wa tatu ni kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya dawa za kulevya, ambayo tunaita harm reduction. Lakini mkakati wa nne ni kushirikiana na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa, ili kuhakikisha kwamba tunawadhibiti hawa wauzaji wa dawa za kulevya. Sasa mimi kama kamishna wa kinga na tiba, kama ninavyojieleza, ninashughulikia mikakati mikuu miwili. Mkakati wa kwanza ni kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, na mkakati wa pili ambao ni watatu nilivyokuwa nataja, ambao ni kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya dawa za kulevya. Sasa divisheni yangu ina vitengo vikubwa viwili. Kitengo cha kwanza ni kitengo cha elimu kwa jamii, na kitengo cha pili ni tiba na huduma za utengamao kwa waraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa maana hiyo, mimi majukumu yangu makubwa, moja ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii juu ya elimu sahihi kwa jamii juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili wananchi waelewe madhara yanayotokana na dawa za kulevya, ili wasiweze kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, matumizi na biashara vile vile ya dawa za kulevya. Kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya au biashara ya dawa za kulevya wanakuwa hawajui madhara yake. Kwa hiyo baadaye wanapokuwa wamedhurika, sasa ndio wanakuja kujua kwamba kama wangejua wasingejiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo kazi yangu mimi kwenye kitengo changu hicho cha elimu kwa jamii ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu sahihi juu ya madhara yanayoweza kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, pia na biashara ya dawa za kulevya. Lakini kitengo cha pili ambacho ni cha tiba na huduma za utengamao, maana yake ni kwamba tunatoa tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya, waraibu wa dawa za kulevya. Tunavyo vituo ambavyo vinasimamiwa na serikali. Tuna vituo karibu 16 ambavyo vinafanya kazi mpaka sasa. Tumesajili waraibu wanaokaribia 20,000 kwenye hivi vituo. Lakini vile vile tunasimamia sober house ambazo zenyewe zinaanzishwa na asasi za kiraia au watu binafsi. Lakini sisi tumetengeneza mwongozo ambao tunahakikisha kwamba tunazisimamia ili ziweze kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizowekwa na nchi. Na mpaka sasa tunazo sober house 77 Tanzania nzima, ambazo zimesajili kiwango kikubwa tu cha waraibu wa dawa za kulevya. Vile vile matibabu haya ya dawa za kulevya yanaweza katolewa kwenye hospitali za mikoa au hospitali za rufaa, kwenye vitengo maalum vya afya ya akili, tunaita psychiatric department, ambapo watu wote wenye uraibu wa aina yote ya dawa za kulevya wanaweza kwenda kwenye vitengo hivyo wakafanywa matibabu. Kwa hiyo mimi majukumu yangu ndo hayo makubwa, kama moja, kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba inakuwa na uelewa mzuri, lakini vile vile kutoa matibabu kwa waraibu wa dawa za kulevya, lakini kuwa na huduma za utengamao, kwamba mtu kishamtibu, ametibiwa, amepona sasa, na sisi tunajitahidi sasa kuhakikisha kwamba kwa kadiri ya uwezo wetu, wengi tunawajengea uwezo ili waweze kujitegemea wanaporudi katika jamii baada ya kumaliza matibabu yao. Kwa hiyo kitengo changu kinahusika na shughuli hizo. Asante sana Dr. Patrick Mfisi kwa maelezo mazuri. Baada ya kufahamu majukumu yako, mwananchi angependa kufahamu
Nini maana ya dawa za kulevya? Dawa za kulevya ni nini na ziko katika makundi mangapi? Okay, dawa za kulevya kwa definition ya haraka haraka tunasema kwamba ni kemikali ambazo mtu akizitumia zinaharibu mfumo wa fahamu. Sasa ziko aina nyingi za dawa za kulevya, lakini ukisema kwamba zime makundi mangapi inategemeana na zitenga kwenye hali gani. Labda mimi nianze kwamba nizitenge kwa kutokana na madhara ya awali ambayo yanasababishwa na dawa za kulevya, kwa sababu mwanzoni unapotumia kila dawa ina madhara yake ya awali, lakini baada ya uko mbele zote zinaharibu mfumo wa fahamu na kumfanya mtu asiwe na uwezo wa kufikiri vizuri, asiwe na uwezo wa kuelewa, asiwe na uwezo wa kutafakari mambo vizuri. Kwa hiyo kwa sababu mfumo wake wa fahamu unakuwa umeharibika. Nafikiri mtu akisema mfumo wa fahamu umeharibika inaeleweka kwamba yani mtu anafanya mambo ambayo usingetegemea ayafanye kwa umri wake na kwa mahali alipo. Kwa hiyo mfumo wake wa fahamu ule umeathirika. Sasa ukitenga makundi kutokana na yale madhara ya awali yanayoletwa na dawa, tunaita primary effect, ni kwamba tunazo aina 4, kwamba kuna moja unaweza ukasema vichangamshi. Vichangamshi ni aina ya dawa za kulevya ambazo mtu akizitumia zinaongeza upumuaji wake, zinaongeza mapigo ya moyo, kwa hiyo anachangamka zaidi kuliko kawaida. Kwa hiyo hizi tunaita stimulants. Na dawa za namna hiyo ni kama mirungi, kama cocaine, kama methamphetamine. Mtu akitumia anachangamka zaidi na anakuwa macho zaidi, anakuwa aware zaidi, kwa sababu anakuwa na nguvu zaidi, anakuwa na macho zaidi, anakuwa na aware zaidi. Na hizi dawa zinatumika na watu wengi kwa ajili ya kuachieve hiyo hali. Kwa mfano, madereva labda wanaoendesha magari umbali mrefu, unakuta labda anatoka Dar es Salaam anakwenda Lubumbashi, anataka afike haraka. Kwa hiyo anakunywa zile, anaweza kama mirungi akatafuna mirungi ile na inamzuia asilale. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa yuko barabarani anaendesha, anakuwa hana usingizi. Kwa hiyo madhara yake ya awali ni kumfanya mtu awe macho. Kwa hiyo mtu anatumia ili aweze kuwa macho. Kwa tunaita vichangamshi, anachangamka. Lakini kuna baadhi ya dawa, kwa mfano cocaine, watu wanaofanya labda wanamuziki, anataka acheze kwa nguvu, awafurahishe watu, acheze kwa nguvu bila kuchoka. Kwa hiyo anatumia hizi dawa ili achieve ya hayo malengo yake ambayo, lakini huko baadaye inakuja na haribu mfumo wa fahamu, kama nilivyosema kwamba madhara ya kudumu yanafanana kwa dawa zote. Kwa hiyo hapo tumesema vichangamshi, na watu wanakunywa ili waweze kuchangamka, waweze kupata nguvu, waweze kuwa macho. Lakini kuna vipumbaza. Vipumbaza hizi tunaita depressants. Ni dawa ambazo mtu akinywa ana uwezo wake wa kuwa macho unapungua. Kwa hiyo analala. Anaweza kalala usingizi, lakini wakati amelala kuna raha ambayo wenyewe wanaisikia, ambayo ndio inawatuma kwamba watumie zile dawa. Kwa hiyo sasa hizi tunaita depressant au tunaita vipumbaza. Kwa hiyo dawa hizi ni kama heroin, inasababisha hiyo. Ndio maana unaweza ukapita kwenye vituo vya basi wakati mwingine, wakati ule zamani, siku hizi sijaona sana, sababu dawa hizi zinaonekana zinapungua. Mtu anaweza kawa anapiga debe, anasema labda kawe huku anasinzia, gari inakuwa imeshaondoka tayari akawa, lakini bado anaendelea kupiga debe kwa sababu anakuwa amesinzia huku amesimama, anasota huku amesimama. Kwa hiyo wale akipata ile kausingizi kale ndo anapata raha, ndo na anakunywa zile dawa, anatumia zile dawa ili aweze kuachivu hiyo. Kwa hiyo yani mara moja akishatumia anasikia anasota kabisa, na kama usingizi fulani, anaweza kawa amesimama lakini anaendelea kulala usingizi huko akiwa amesimama. Dawa hizi kama nilivyosema, kama heroin, kama hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya kama Valium zinawasababisha watu kulala. Kuna ketamine zinawasababisha watu kulala, wanalala na wanachivu hivyo. Kwa hiyo hizi tunaziita depressant. Lakini kuna dawa zingine tunaita vileta njozi au tunasema hallucinogens. Hizi hallucinogens ni kwamba zenyewe ni dawa ambazo ukizitumia unaona vitu pasipo uhalisia wake. Kwa hiyo unaweza ukajiona wewe una nguvu sana, lakini kiukweli unakuwa sio, huna nguvu. Au ukaona kitu, ukawaona wenzako wote, unaona watu ndani wamekaa, ukaona kama vichugutu. Yani unakuwa unajiamini kupita kiasi, unaona vitu kwa tofauti na ambavyo watu wengine wanaona. Au
unasikia unaweza ukasema wadudu wananipita kwenye mwili. Lakini kwa kweli ukiangalia wadudu hamna. Mwingine akaangalia hapo unasema naona hapo kuna kuku wengi hao wanakuja. Unaona hao kuku. Mtu mwingine akiangalia hawaoni wale kuku. Kwa hiyo ni kama vile tanjozi kwamba vinafanya mahali kwamba mtu anajisikia tofauti na vile ambavyo uhalisia ulivyo, ambavyo watu wengine anaviona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Anaweza kawa anasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii. Anaweza kawa ana hisia fulani ambazo watu wengine hawahisi hivyo. Kwa hiyo tunaita vile tanjozi. Lakini kuna dawa zingine zinaitwa dissociatives. Hizi dissociatives ni siji kwa Kiswahili kizuri ni kiteja. Yaani kwamba mtu akitumia anakuwa kama yani mawazo yake na mwili wake vimetengana. Anaweza kajiona kama anaelea. Kama yani yuko kama anaelea hivi, anaelea tu, anapaa hivi. Kama anapaa yuko hewani. Kama anapaa, yani yuko hewani hivi anapaa. Kwa hiyo zinamtenganisha mtu na mawazo. Yani mwili na mawazo vinakuwa vinatengana. Yeye anajiona, mnaona mwili uko hapa lakini anaona kama anapaa, anaelea hivi. Kwa hiyo zinaitwa dissociatives. Kwamba yani kama dissociate ni kama kutawanya fulani hivi, yani zinakuondoa kwenye hali halisi. Kwa hiyo tunaweza tukazitenga kwenye makundi haya. Labda mfano wa dawa hizi za yani kuna hizi dissociatives, hata hizi ketamine zinasaidia. Hizi ni dawa ambazo zinatumika kwenye kuleta, yani watu wanapofanya operation zinamfanya mtu labda aweze alale usingizi wanapomfanyia operation, asione, asifanye nini. Kwa hiyo sasa zikitumika hovyo ndio zinatumika kama dawa za kulevya. Kama ni dawa tiba zenye asili ya kulevya zinaweza zikaleta madhara hayo ya hiyo tunazita dissociatives. Okay. Asante Dr. Patrick Mfisi. Huyu ni kamishna wa kinga na tiba, amedadafua kinagaubaga juu ya makundi, nini maana ya dawa za kulevya, lakini pia makundi ya dawa za kulevya. Dr. Mfisi, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na uwepo wa dawa mpya za kulevya. Labda mwananchi angependa kufahamu maana ya dawa mpya za kulevya na zinaleta changamoto gani katika udhibiti wa dawa za kulevya? Hizi dawa mpya za kulevya au kwa Kiingereza wanaitwa new psychoactive substances. Ni new psychoactive substances. Hizi ni dawa ambazo hazina maana kwamba ni mpya katika utengenezaji. Ni dawa zilikuwepo tu, labda ni jina tu, lakini huwezi kusema ni dawa mpya kwamba zimetokea labda hivi karibuni, lakini japo sasa ndo zinakuja kwa kasi sana ikilinganisha na huko nyuma. Hizi ni dawa ambazo zinatengenezwa kwenye viwanda kwa kutumia kemikali bashirifu ambazo zimekuwa yani zinatumia kemikali bashirifu ambazo zimekuwa diverged, kwa hiyo wanapotengeneza na zinakuwa ni dawa ambazo zinafanana na dawa zilizozoeleka. Kwa mfano, unakuta mtu anaweza katengeneza dawa inafanana kabisa na bangi. Yani madhara yake ni kama ya bangi. Ukitumia unakuwa kama mtu aliyevuta bangi. Lakini sio bangi ya majani, imetengenezwa kiwandani. Au iko kama mtu aliyetafuna mirungi. Lakini sio mirungi, imetengenezwa kiwandani kwa kutumia hizo kemikali bashirifu. Au mtu kwenye hizi dawa tulizozizoea kama nilivyosema, kama cocaine, lakini na madhara kama cocaine, lakini imetengenezwa kiwandani. Kwa sababu hizi dawa nyingi ambazo tumezoea kuziona, hasa ambazo dawa za asili ambazo tumezoea kuziona za kulevya, tunajua sana cocaine, tunajua sana heroin. Ndio dawa ambazo tangu miaka na miaka ndio zimekuwa zikisumbua dunia. Lakini ili uweze kupata cocaine unahitaji coke plant, unahitaji mazao yanaitwa coke plant. Ukishakuwa na coke plant unazipeleka kiwandani, unachanganya na kemikali bashirifu, unapata cocaine. Lakini ili uweze kupata heroin unahitaji mazao vile vile. Unaona? Sasa yale mazao inaitwa opium poppy. Yale mazao yana matunda. Yale matunda yake, ule utombo wa matunda ukauchukua, ukaupeleka kiwandani, ukauchanganya na kemikali bashirifu, unapata heroin. Sasa ili uweze kupata labda tani 100 za heroin, unahitaji hekari na hekari za mashamba ya poppy plant. Ili uweze kupata tani labda 100 za cocaine, unahitaji hekari na hekari za kupata hekari na hekari za mashamba ya coke plant.
Sasa baadhi ya wahalifu sasa wameona kwamba inawezekana huko mbele uwezekano wa kuwa na ardhi ya kutosha kulima coke plant za kutosha au kulima poppy plant za kutosha, opium poppy za kutosha, itakuwa ngumu. Kwa hiyo wametengeneza sasa kwamba wametumia zile formula, wanachanganya tu kemikali bashirifu, wanapata dawa inayofanana kabisa na madhara ya heroin. Wanapata dawa inayofanana kabisa na madhara ya cocaine. Wanapata na dawa kabisa inayofanana na madhara ya bangi, wanapata dawa inayofanana kabisa na madhara ya mirungi. Kwa hiyo unakuta, na kwa bahati mbaya hizi dawa kwa sababu hazijulikani hata kwenye sheria, hazidhibitiwi sana. Kwa sababu ili uweze kudhibiti dawa kwenye kisheria lazima ile dawa iorodheshwe kwenye schedule, kwenye ile jedwali la dawa kwamba dawa hizi zinakataliwa. Lakini unakuta hizi kwa sababu ni dawa mpya bado hazijaorodheshwa kwenye hii majedwali. Lakini zina madhara makubwa sana. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba unaweza, kwa mfano kuna dawa inaitwa fentanyl. Fentanyl hii, kuna dawa fentanyl ambayo inatumika hospitalini, lakini kuna dawa fentanyl ambayo inatengenezwa special kwa ajili ni aina ya dawa mpya ya kulevya inaitwa fentanyl na yenyewe, lakini inatengenezwa special kwa ajili ya kuivuta kwa kiharifu, sio kwa kutumika kwenye hospitali kama tiba. Sasa unakuta hii dawa ina madhara kama heroin kwa sababu zote ni opioid, lakini unahitaji kiwango kidogo sana, labda labda 50 times less, yani mara 50 chini ya kiwango ili uweze kupata, yani unahitaji heroin labda mara 50 ya fentanyl ili uweze kupata madhara yale ambayo utatumia heroin. Kwa hiyo ina maana sasa, kutokana na kwamba kwanza utengenezaji wake ni rahisi na unatengeneza kwenye chumba kidogo kama hiki, unaweza ukatengeneza tons and tons, uhitaji mazao yote kama ambavyo heroin, unakuta heroin tunahitaji kuwa na mashamba ya poppy plant. Lakini hata kwenye usafirishaji wake ni rahisi kwa sababu unahitaji kiasi kidogo tu ili uweze kupata madhara yale. Kama ni kulewa, uweze kulewa, unahitaji kiasi kidogo kabisa, tofauti na nini. Natoa mfano tu wa mambo ambayo watu wengi labda jamii inajua jamii. Kwa mfano ni sawa na pombe, kati ya pombe labda bia na hizi pombe kali, hizi whisky. Kwamba bia unaweza kanywa bia 10, ambayo bia 10 kama kila bia ina cc 500, ina maana ina ujazo wa cc 500. Ukinywa bia 10 ina maana umekuwa na ujazo wa cc, unakuwa na lita 5, si ndio? Ndio. Lakini whisky huwezi kunywa lita 5 ya whisky. Kwa hiyo utakunywa glasi moja tu, madhara utakayoyapata yanakuwa ni sawa na mtu aliyekunywa labda bia 10, wewe utakunywa hata nusu glasi, utalewa kama vile aliyekunywa bia 10. Kwa hiyo nimetoa mfano wa general kwa sababu watu wengi wanakunywa pombe. Japo sisi hatupendezi, yani hatushauri watu wanywe pombe, lakini ni kwamba yani najaribu kutoa kitu ambacho mtu atakielewa vizuri kwamba hizi dawa mpya za kulevya unahitaji kiasi kidogo tu kupata steam kuliko hizi dawa tulizozoea. Kwa hiyo dawa mpya za kulevya ni dawa ambazo zinatengenezwa kwa kuiga mifumo au kuiga structure za dawa tulizozoea kama heroin, cocaine, bangi, mirungi, ambazo ukizitengeneza sasa zinatengenezwa viwandani kwa kutumia viwanda bubu, kwa kutumia kemikali bashirifu, na zinasafirishwa. Na kwa bahati mbaya hizi dawa sasa watu wengine wanasafirisha hata kwa kutumia mitandao, kwamba mtu anaweza kakaa yuko Dar es Salaam anawasiliana na mtu ambaye ana dawa hiyo Marekani kwenye mtandao, wanapaka bei, wanakubaliana, anakwambia ni shilingi ngapi, analipa hela kwa kutumia mtandao, yule anasafirisha kwa kutumia kitu ambacho kinafaa. Kwa mfano anaweza akasema anatuma simu iPhone kutoka Marekani, kumbe mle ndani kwenye sio simu, ameweka tu kasha kama ya simu, lakini mle ndani kuna hizo dawa. Kwa hiyo wewe unakwenda hapa unatumia wao kulia innocently bila kujua, wanazisafirisha, zinatoka Marekani, unakuja inakuwa delivered mpaka nyumbani kwako. Kwa hiyo unaweza kaona mtoto anakaa nyumbani hatoki, lakini ananunua dawa Marekani, zinakuja anatumia ndani humo. Kwa hiyo ndio hatari yenyewe, sababu hizi dawa ni kiwango kidogo sana kinahitajika. Kwa hiyo mtu anakwenda kwenye mtandao, anajua kuna hii tunaita dark web, anajua, akishajua analipa mtandaoni huko na inafungwa kule kama kifaa ambacho sasa kiko halali.
simu, inaweza ikawa kitabu, inaweza ikawa simu, inaweza ikawa nguo, inaweza ikawa viatu. Wanafunga tu kwenye box viatu, vinaletwa, unasema amenunua viatu kutoka Marekani, analetewa viatu vyake, lakini kumbe anajua amefungaje zile dawa. Kwa hiyo atatu. Kwa hiyo dawa mpya za kulevya ni kitu hatari ambacho sasa hivi ndo habari ya mjini. Hii mambo ya kokeni na mambo ya heroin yataanza kupungua kwa sababu ya hizo dawa mpya, kwa sababu ni rahisi kuzitengeneza, rahisi kuzisafirisha na zinaleta stimu kwa haraka zaidi. Kamishna, kwa maelezo yako utakubaliana na mimi kwamba ongezeko la dawa mpya za kulevya zimeongeza changamoto katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Sana. Zimeongeza changamoto sana, kwa sababu sasa sisi tulikuwa tunasubiri tu, kwa sababu unajua kabisa kwamba heroin inatengenezwa wapi. Mahali fulani ndio wanapotengeneza, ndio wanalima kwa kiwango kikubwa hizi poppy plant. Kwa hiyo na target kabisa, mtakushika meli zinazoleta, mtafanya nini. Lakini sasa hiyo dawa mpya za kulevya inaweza kutengenezwa mahali popote, kwenye nyumba ya mtu tu, anatoka vizuri, hamjui kumbe ndani kuna kiwanda kinatengeneza hizo dawa. Japo hapa hatujawahi kukuta maeneo mengi yanayotengeneza hizo dawa, lakini ninachotaka kusema ni kwamba ni rahisi kuzitengeneza hata kwenye nchi hizo zinazotengeneza, lakini vile vile ni rahisi kuzisafirisha. Lakini urahisi wengine unatokana kwamba hazidhibitiwi, kwa sababu hazijulikani, na unaweza kaja mtu akashumu mpaka uende kupima kwenye vipimo ndio ugundue kwamba ni dawa za kulevya. Kwa hiyo zinaleta challenge kubwa sana, changamoto kubwa sana kwenye udhibiti. Asante Kamishna, na baada ya maelezo hayo mazuri kuhusiana na eneo hilo na dawa mpya za kulevya, mwananchi pia angependa kufahamu kumekuwepo na swala la dawa tiba zenye asili ya kulevya. Labda utudadafulie hapa kwa undani, nini hasa maana hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya na zimeongeza changamoto gani katika mapambano haya ya dawa za kulevya nchini? Dawa za kulevya, dawa tiba zenye asili ya kulevya ni dawa ambazo zinatumika mahospitalini kwenye kufanya matibabu kama kawaida kwa magonjwa mbalimbali, aidha maumivu au zile dawa zinazotumika kwa nusu kaputi wakati watu wanafanywa operation. Lakini kuna dawa za magonjwa haya, magonjwa ya akili, ni dawa zinatumika kwenye matibabu kwenye mahospitalini. Lakini hizi dawa za aina zote zimetengenezwa kwa mfumo maalum, kwamba mtu atazitumia kwa kiwango fulani kulingana na uzito wake au na hali yake ya kiafya, lakini kwa muda fulani kutokana na uzito wake au na hali yake ya kiafya. Ndio maana ukifika hospitali ukiandikiwa dawa, naambia labda dawa fulani mara 3 kwa kiwango fulani, labda 200 milligrams 3 times a day for 5 days, kwamba labda milligrams 300 mara 3 kwa siku au mara 2 kwa siku kwa muda wa siku 5. Ndio zimetengenezwa hivyo kiwandani, na madaktari sasa wanamueleza mgonjwa kulingana na maelekezo ya viwanda kwamba dawa hizi, na bahati mbaya hizi dawa mpya ambazo dawa za kulevya zenye asili, dawa za tiba zenye asili ya kulevya ni dawa ambazo ni kwamba na zenyewe katika utendaji wake wa kazi mwilini katika kuponya maradhi mbalimbali ambayo zinatumika, zinafanya kazi kwenye ubongo. Kwa hiyo na zenyewe zinafanya kazi kwenye ubongo, lakini zimetengenezwa in such a way kwamba zikitumiwa kwa usahihi, kwa dozi sahihi na wakati sahihi, haziwezi kuleta madhara makubwa zaidi ya kutibu ule ugonjwa ambao umedhamiria. Nitatoa mfano. Moja ya dawa ya tiba yenye asili ya kulevya ni pethidine. Pethidine hii ni dawa ambazo tunaita aina ya afyuni. Inafanana sana na heroin, na kazi yake kubwa ni kutuliza maumivu makali. Na hii dawa mara nyingi wanapewa watu wanapotoka kwenye upasuaji. Wakati ule mtu akitoka kwenye upasuaji, dawa za usingizi zikiisha, yale maumivu ya kidonda cha operation anayasikia kwa nguvu sana. Kwa hiyo inabidi lazima apewe zile dawa ili aweze kulala, aweze kutuliza maumivu. Na zile dawa zina dozi, kwamba labda unatakiwa dozi inawezekana kuanzia miligrams 50 mpaka miligrams 100 kwa wengine, kulingana na uzito na hali ya mwili wako. Lakini inaweza kawa la kutabika kila baada ya masaa 8, ilikuwa na maana labda mara 3 katika siku ya masaa 24 au mara 2 katika siku ya 24. Lakini utapewa labda kwa muda wa siku 3. Wanajua kwamba baada ya siku 3 yale maumivu makali yanayotokana na kisu yatakuwa tayari yamepungua, then ataendelea kutumia dawa zingine. Lakini sasa ukitumia zile dawa, kuna hali fulani ambayo watu wanapotumia wale ambao wamewahi kupewa pethidine watanielewa kwamba kuna hali fulani unaisikia
unasikia raha, maumivu hayapo kabisa. Kwa hiyo mtu angependa kila anaposikia maumivu apewe ile dawa ili asikie raha, maumivu yaishe. Na imetengenezwa tu kwamba ukitumia labda utumie kwa muda wa siku 3 tu, baadaye usiendelee, kwa sababu kutuliza kwake maumivu inafanya kazi kwenye ubongo. Kuna sehemu ya ubongo ambayo ndio inahusika na maumivu ya mwili. Kwa hiyo ile sehemu ikizibwa, maumivu hutayasikia na utasikia raha na utajisikia vizuri. Kwa hiyo matokeo yake sasa, watu wengi wanaweza hata sasa wengine kutokana na ile la aliyosikia na maumivu yalikuwa yamekata kabisa. Kwa hiyo angependa ashawishi madaktari waendelee kumpa ile dawa ili asisikie, kwa sababu dawa zingine zinaweza zisimletee ile hali ambayo anaipata wakati anakunywa pethidine. Sasa ukizidisha zaidi ya mtengenezaji ambavyo ameshauri na daktari alivyokuambia wewe, inaweza ikakusababishia sasa baadaye ukitumia kwa muda fulani itataka uongeze dozi ili uweze kupata madhara hiyo hali ile ile, yani ili uweze kupata raha ile ile na kuzuia maumivu vile vile. Unapokwenda kutumia kwa muda mrefu itabidi uongeze dozi. Kwa hiyo mwili sasa unakuwa unaizoea ile dawa kiasi kwamba inatakiwa uongeze, matokeo yake unapata uraibu wa ile dawa. Ukishapata uraibu ya ile dawa unakuwa mraibu, unakuwa sasa usipoipata unakuwa tegemezi wa ile dawa. Usipoipata unaanza kupata matatizo mengi mpaka tena uitafute kwa nguvu. Kwa hiyo sasa maana yake kwamba ni hizi dawa za tiba lakini zina asili ya kulevya, kwamba zikitumika kinyume cha maagizo ya daktari au kinyume cha maagizo ya mtengenezaji yule aliyetengeneza, kwamba ametengeneza hii dawa inatakiwa unywe 50 mg isizidi mara 3 kwa siku na usinywe zaidi ya siku 3 au siku 4 au siku 5. Sasa ukitumia dozi zaidi au katumia zaidi ya muda ambao iko prescribed, unapata uraibu, unapata utegemezi wa mwili na utegemezi wa akili kiasi cha kwamba sasa huwezi kuishi bila kuwa na ile dawa. Kwa hiyo ndio maana tunaiza dawa tiba zenye asili ya kulevya, kwa sababu baadaye na zenyewe sasa zinaathiri ubongo, kwa sababu unakuwa tegemezi kwa sababu umezitumia kinyume na ushauri wa mtengenezaji wa ile dawa. Yani either kwa sababu mtengenezaji ndo anaye set standard, daktari ndo anayejua kwamba standard ya hii dawa ni hii, kwa sababu ndo kazi yake daktari kusoma dawa zote anazomwandikia mgonjwa. Kwa hiyo yeye communication ile ya kiwandani ataipata kwa daktari. Daktari anasema hizi dawa natakiwa unywe kidonge kimoja mara 2 kwa siku kwa muda wa siku 5. Kwa hiyo wewe kama utakunywa kidonge kimoja mara 4 kwa siku kwa muda wa siku 10 itakuletea madhara. Kwa hiyo ndio maana tunaziita dawa tiba. Sasa hizi zinapatikanaje katika jamii? Moja ni kwamba kuna baadhi ya madaktari ambao wanasikia amri ya wagonjwa. Sio amri, mimi ni daktari by profession, lakini mtu anaweza kaja kwangu akasema, daktari, hizi dawa wewe umeniandikia ninywe kimoja mara 2. Unajua nikinywa kimoja maumivu hayaishi. Nikinywa 3 ndio maumivu yanakuwa yameisha. Ni hatari sana. Mgonjwa wa namna hiyo, sasa daktari mwingine anaweza akasema okay basi kunywa tu. Lakini lazima urudi usome kwamba je, hivi prescription hii hizi dawa zinahitaji kulingana na mtengenezaji, anatakiwa mtu kwa uzito wake anywe kiasi gani. Ukiona mgonjwa anazidisha unamwambia pana, labda tubadilishe dawa. Hii dawa itakuwa haijakupenda, tuchukue dawa nyingine. Lakini ukimwambia ongeze dozi inaweza kusababisha uraibu. Hasa hizi dawa ambazo zinafanya kazi tunaita ni psychoactive, zinafanya kazi kwenye ubongo. Kwa hiyo inawezekana baadhi ya madaktari labda hawawashauri vizuri wagonjwa, lakini inawezekana vile vile wale wanaotoa dawa, wale watumishi wa hospitalini, labda wauguzi wanaotoa dawa, nao labda wanatoa zaidi kulingana na inafanya watu waweze wapate uraibu wa zile dawa. Lakini sasa zinapatikanaje katika jamii? Sisi kwa sababu tunafanya kazi hizi za udhibiti, wakati mwingine hizi dawa unakuta unazikamata zinaingia kutoka kwenye nchi jirani, zinaingia. Kwa hiyo zinaingia kwa sababu hizi dawa mara nyingi dawa tiba zenye asili ya kulevya tunaziita controlled drugs. Lazima zinapoingia nchini mjue kabisa zimeingia, nani ameziingiza na ameziingiza kwa madhumuni gani. Huwezi kuingiza tu pethidine nchini. Lazima kuna vibali vingi unatakiwa upitie ili ziweze kuingizwa. Sasa mnapokamata zimeingizwa tu nchini na mtu anaingizwa kimuuliza hana vibali, of course tunawakamata na kufungulia kesi. Kwa hiyo ina maana kwamba sosi mojawapo inawezekana zinaingizwa nchini bila kufuata utaratibu. Lakini sosi nyingine inawezekana labda kama nilivyosema, kuna hizi dawa zinauzwa wakati mwingine, baadhi ya hizi dawa zinauzwa kwenye pharmacy. Na mara nyingi tunahitaji kwamba mtu aandikiwe cheti na daktari ndio aweze kufanya
kupewa zile dawa. Inawezekana kuna baadhi ya mafamasi yetu wa mtu anaweza kaja akasema labda anahitaji dawa fulani, kama ipo wala hawezi mtu kuomba cheti, anampa tu, na hilo inawezekana ni makosa. Lakini na sisi tunajua hayo kwa sababu tunaongea na watu wa pharmacy na watu hawa wanaouza dawa, kwamba kuhakikisha kwamba dawa ambazo zimeelekezwa kwamba ziuzwe kwa cheti cha daktari, basi ziuzwe kwa cheti cha daktari, ili kuwazuia watu wengi na mtu anaweza kawa na cheti akaja na cheti kile kile anaomba kwenye duka hili dawa, anapewa. Ukimruhusu aende na kile cheti, maana yake ni kwamba anaweza kaenda na kile kile cheti kwenye duka lingine tena akapewa. Kwa hiyo huyu mtu, tunawashauri hawa watu kwamba mtu akinunua dawa, cheti kibaki hospitali, ili ikibaki kwa pharmacy, ili hasa hizi dawa ambazo zinakuwa control zibaki pharmacy, ili asiweze kutumia cheti kile kile tena kwenda kuchukulia dawa zingine. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo, lakini madhara yake ni nini? Kwa nini tunasema kwamba tudhibiti? Kwa nini tudhibiti sasa hizi dawa? Tunadhibiti, moja ni kwa sababu kwanza, ukiziweka hizi dawa kama nilivyosema awali kwamba watu wanaotumia kwa njia ya kulevya, kwa njia ya kuabuse, wanatumia dozi zaidi na mara nyingi zaidi. Nakupa mfano tramadol. Tramadol ni aina ya dawa ambazo watu wengi sana wana abuse. Tramadol zimetengenezwa strength yake, yani uwezo wake ni ziko za miligrams 50, ziko za miligrams 100. Lakini mgonjwa anatakiwa anywe labda miligrams hata kama ni 100, anywe mara 3 kwa siku, na anywe labda kwa siku 5. Maumivu yakiisha basi. Lakini yule anayetumia kama kujistarehesha anaweza kanywa mpaka wengine wanakunywa mpaka miligrams 1000. Yani badala ya kunywa labda 300, kwamba yani 100 mara 3 ambayo ni jumla 300, yeye anaweza kanywa vitatu mara 3 ambayo ni labda ni 300 mara 3 kwa siku au mara 4 kwa siku, na akawa anafanya hivyo kila siku. Kwa hiyo mkipata watu wa namna hiyo wengi, ina maana zile dawa zitakuwa zinapungua kila wakati. Kwa hiyo wale watu ambao wanazihitaji kwa ajili ya maumivu watashindwa kuzipata, kwa sababu wengi wanazitumia kwa ajili ya kujistarehesha. Lakini nyingine, kama nilivyosema hapa mwanzo, kwamba hizi dawa dawa nyingi ukinywa zinakuwa metabolized kwenye ini, alafu zinatolewa nje kwa kutumia figo. Kwa hiyo mtengenezaji anajua kabisa kwamba mtu huyu anatakiwa anywe kiwango hiki, ili ini liweze kuwa na uwezo wa kuzifanyia metabolism na figo ziweze kuexcrete vizuri, kuzitoa nje vizuri. Lakini unapozidisha dozi, ina maana unalifanya ini lifanye kazi kwa nguvu, na unafanya figo vile lifanye kazi kwa nguvu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukakuta unapata matatizo ya ini, unaweza ukakuta unapata matatizo ya figo, kwa sababu umekunywa hizi dawa kiwango kikubwa zaidi kuliko mtengenezaji alivyokuwa ameshauri, ili ziweze kwa hiyo matokeo yake ni nini? Unaweza ukapata magonjwa ya ini, unaweza ukapata magonjwa ya figo, kwa sababu umekunywa dawa zaidi. Lakini vile vile hizi dawa kama nilivyosema kwamba ni opioids, zinaweza zikaleta matatizo ukafa ukinywa zaidi. Kwa hiyo naita overdose. Kwa hiyo unajikuta umekunywa zaidi, umetumia zaidi hizi dawa, kwa hiyo unakufa. Kwa mtatoa mfano ambao mwingine mfano unajulikana, kwa mfano Michael Jackson. Michael Jackson alikuwa anaandaa concert moja, ilikuwa inafanyika Ulaya huko. Watu tiketi zilikuwa zimeisha. Yeye unamjua uchezaji wake, alikuwa anacheza kwa kutumia nguvu sana. Sasa alikuwa anasikia maumivu, kuna dawa za maumivu alikuwa anakunywa za kawaida kabisa, anakunywa zinaitwa propofol. Alikuwa anakunywa. Sasa nafikiri kutokana na ile tayari utegemezi ule, kwamba anakunywa zaidi, anakunywa dozi inaongezeka, akanywa dozi zaidi ya kile kiwango kilichokuwa inatakiwa, akapata overdose, akapoteza maisha. Kwa hiyo hizi dawa zile dawa tiba zenye asili ya kulevya, kwa hiyo vile vile ukizinywa zaidi, zinaweza, ukizidisha dozi, zinaweza kusababisha ufe. Kwa hiyo yako madhara. Kwanza zitapotea kwenye jamii, wale wanaozihitaji kwa ajili ya tiba hawatazipata. Zitaharibu mwili, zinaweza kuharibu figo, zinaweza kuharibu maini, lakini zinaweza kusababishia mtu ufe kama umetumia zaidi ya kiwango ambacho kiko recommended kwa kadiri ya mtengenezaji. Asante sana Dr. Patrick Mfisi, kamishna wa kinga na tiba, kwa maelezo ya kina juu ya dawa za kulevya. Baada ya kufahamu sasa dawa za kulevya ni nini, makundi yake, dawa tiba zenye asili ya kulevya
dawa mpya za kulevya, una ushauri gani kwa jamii? Ushauri jamii, kwanza kabisa isijiingize kabisa kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Matumizi ya dawa za kulevya ni hatari, na hakuna mtu ambaye amewahi kufanya hivyo akawa salama. Ni kwamba watu wengi wanahisi kwamba labda hao tunaowaona mtaani wameathirika, wanatembea, wanalala kwenye mapagara, wanalala stendi, wanafanya nini? Wanahisi kwamba labda wenyewe labda walikuwa wanatumia dawa chafu au walikuwa wanatumia dawa bila kula. Hapana. Mtu yeyote anayetumia dawa za kulevya atafika kwenye zile hatua. Lakini vile vile, kwa sababu ya somo letu la leo, tulikuwa tunaongelea vile vile kuhusu dawa tiba zenye asili ya kulevya, kwamba watu wanapotumia dawa zile za hospitali wajitahidi sana kufuata maagizo ya madaktari. Wasitumie hata kama dawa unaona, kwa mfano ukinywa wewe unakunywa kidonge kimoja unaona hakikuponyi, na ukitokea ukanywa viwili unajaribu unaona kabisa unapona, usihisi kwamba ndio wewe ni mjanja. Hapana. Kama unaona kwamba daktari alisema dawa kidonge kimoja unywe mara 2 kwa siku, ukiona unakunywa kidonge kimoja hicho hakikutulizi maumivu yako, baadaye ya kuamua kunywa viwili mwenyewe, ni vizuri ukarudi kwa daktari akakuelekeza kwamba mimi bwana, nikinywa dawa kimoja naona kama maumivu hayaishi kabisa. Daktari atakushauri, yeye ndiye atajua kwamba hii dawa hii niliyomwandikia labda ilikuwa ni dozi ya chini kabisa, lakini dozi ya juu ni kiasi fulani. Yeye ndiye atapandisha dozi, au ataona kwamba hii niliyomwandikia ni dozi ya juu kabisa, nikiongeza zaidi ya hapa tutaenda kwenye hali mbaya. Anaweza akakubadilishia dawa, akaondoa ile dawa ambayo ulikuwa unatumia akakuwekea nyingine, au akasema tu utumie hii akakuongezea na dawa nyingine ili uweze maumivu yako ya kupona, au hali ile unayojisikia uweze kupona. Sio wewe mwenyewe kujiongezea, kwa sababu kujiongezea mwenyewe unaweza kujiletea kwenye hatari kubwa, ambao wakati mwingine unaweza hata kufa kama nilivyosema hapo awali. Asante sana Dr. Patrick Mfisi, nikushukuru sana kwa mada nzuri ambayo umeitoa. Nadhani mtazamaji wa DCI TV amekupata vilivyo, amejifunza vilivyo. Nikukaribishe tena wakati mwingine, usisite kutembelea katika studio zetu hizi ili tuendelee kuelimisha Watanzania juu ya madhara ya dawa za kulevya. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine kutoka hapa katika studio hizi za DCI TV. Ulikuwa nami Daniel Kasokola, afisa mawasiliano mkuu, mamlaka ya kudhibiti ubaya wa dawa za kulevya. Kwa heri, tukutane wakati mwingine.